Neno la siku ya leo msikilizaji, kitabu ni cha Mwanzo mlango ukiwa ni wa 39 kuanzia mstari wa 21. Tunazungumzia habari za Yusufu, lakini hapo nyuma utaisoma historia yote kabisa ya Yusufu. Nataka leo kuzungumzia kuhusiana na kibali chake Mwenyezi Mungu kinapokuwa juu yako, mambo ambayo yanaweza kutendeka wakati unatembea na kibali cha Bwana, wakati ambapo Kristo anaweza kukupatia kile kibali. Katika historia ya Yusufu tunajua kwamba tabu za Yusufu zilianzia kule katika ndugu zake, watu wake wa karibu, wakati ambapo walikuwa wanaweza kumuonea wivu kwa sababu alipata kibali machoni pa Mungu na machoni kwa wazazi wake. Hususan Yusufu alipendwa sana na baba yake. Na kati ya ndugu zake wote 11, ndugu zake 10 walikuwa ni wakubwa zake. Kisha yule mdogo wa mwisho alikuwa ni ndugu yake wa damu kutoka kwa mama yake, ambaye aliweza kufariki wakati akiweza kujifungua mtoto Benjamini. Lakini katika hayo yote Yusufu alipata kibali machoni pa baba yake. Alikuwa mtoto mpendwa na akawa anaweza kukosolewa na ndugu zake wa karibu kwa kuwa yeye anapata favor, yani anapata kibali. Yeye ndio mtoto ambaye anapendwa zaidi pale nyumbani na mambo kama yale. Walipoenda malishoni, Yusufu akaagizwa kuwapelekea chakula, na kule wakaanza kumpangia njama Yusufu. Walipoendelea kumpangia njama, wakamuona ndio yule anakuja. Boy child akatembea tu polepole, hajui ni nini kinaendelea, na wafuata ndugu zake kuwapelekea chakula kwa sababu wako kule malishoni. Kumbe kufika amepangiwa njama, tumuue ama tusimuue. Hatimaye kulikuwa na yule firstborn pale, akawa pia naye yuko katika ule mpango, lakini anampenda Yusufu kwa sababu ya nani? Ya baba yake. Anajua jinsi ambavyo hili litaweza kumuathiri baba yake. Na hata tunapoendelea kuisoma hii history ya Yusufu, ni kwamba baadaye walikuja kukubaliana ya kwamba wamtupe shimoni, wamuache afie hapo, alafu achukue lile gwanda lake zuri ambalo ameshonewa na baba yake, waliweze kulikatakata, waue mwanakondoo mmoja, waweze kumpakapaka, alafu waende kudanganya kule, tumeokota hili njiani, hata Yusufu mwenyewe hatujapatana naye. Waishmaeli nao wakawa wanapita shughuli zao wakielekea Misri. Wakasema tumuuze basi, kuna shida gani? Atuondokee milele. Lakini kumbe zile ndoto za Yusufu alizokuwa anaweza kuziota zilikuwa zinahusiana na jinsi mambo alivyokuwa yanatokea. Na wakamuuza bila kufahamu kwamba kibali cha Mungu kilikuwa juu ya Yusufu. Akaenda kule akapatana na kibali, neema ya Mungu. Akawekwa juu ya wafanyikazi wengine. Akawa mkamilifu mbele za Mungu, hadi bibi ya Potifa akaweza kumtamani. Na akamundia njama ya kwamba usipolala na mimi, basi mimi nitaweza kukupeleka gerezani. Maana nitasema, alipobaki na ile nguo ya Yusufu akatoroka, akaweza kutupwa gerezani kwa sababu ya ile evidence. Lakini pale gerezani, alichokosa kujua bibi ya Potifa ni kwamba alienda na kibali chake. Hadi kule gerezani katika mlango wa 21 mstari wa mlango wa 39 unasema kwamba lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kwa hivyo systematically kibali cha Yusufu hakikuondolewa na mtu yoyote katika dunia hii. Na hata ndio mpango wa Mungu uje kukamilika, ndio ndugu zake waje wafahamu kile kibali kilikuwapo. Siku ya leo nataka tuweze kujifunza nini katika hii historia? Ya kwamba wako watu wanaweza kukutenga, wanaweza kukufanyia mambo mabaya, lakini kwa sababu unaishi na neema na kibali chake Mwenyezi Mungu, hawatazima ndoto zako. Ya kwamba kwa sababu tu unapitia changamoto nyingi, hakuna anayekubaliana nawe katika hali yoyote, katika kazi yoyote unayofanya. Kazi itakuwa ni kwamba hawatatoka na kibali chako. Endelea kuwa na ujasiri, endelea kushikilia neno la Mungu, kwa sababu hapo ndipo utakapotembea na kibali
chake Mwenyezi Mungu. Usisahau maadili yako wakati ambapo majaribu yanatokea, hata yawe enticing namna gani, hata yapendeze kwa namna gani, lakini usitoke katika mstari wako wa imani, kwa sababu pale ndipo kile kibali kitakubeba. Ndipo Yusufu aje awe waziri mkuu wa taifa. Kile kibali kilitembea naye, the unmerited favor yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu kibali ni ile hatua ama ile hali ya kwamba tunapata vitu ambavyo hatukudhamiria ama hatukukadiria. Kwa mfano, kazini kwako labda unaona kwamba watu wanaweza kukusema vibaya, watu wanaweza wewe mwenyewe unafanya kazi kwa uzuri, lakini yale maneno ukiyasikia yanakuumiza moyo na mambo kama yale. Lakini pamoja na hayo yote, bado Kristo ameweza kukubeba. You are still delivering your services. Bado wewe ni the best. Kwa hivyo hiyo ni neema na hicho ni kibali chake Mwenyezi Mungu. Esther pia naye katika Biblia alipata kibali machoni pake Mwenyezi Mungu. Esther alikuwa ni msichana tu wa kawaida, lakini akaweza kupata kibali cha kuwa malkia, cha kuwa bibi ya mfalme. Sio kwa sababu alikuwa mzuri sana wa umbo. Biblia inasema kwamba alikuwa ndio ni mzuri sana wa umbo, lakini ni mmoja kati ya wale ambao wametengwa, wamesahaulika katika jamii. Na hata ndio Esther aje aweze kupata ile nafasi, ni kwamba Mungu alitaka aje akomboe taifa. Kwa hivyo wakati mwingi kibali juu yetu ni kwa ajili ya yale mambo ambayo Mungu anataka tuweze kusimama mbeleni. Musa naye alipata kibali mbele za Mungu ya kuenda kuwatoa kundi la Israeli katika utumwa. Hata Mungu alipomtokea, Musa alikuwa na mambo yake kabisa. Alimwambia Mungu ya kwamba mimi sijui kuongea, kwamba niko na kwama hata nikiongea, yani siko fluent. Kwa hivyo hata nimekimbia kwanza kule niliua, unataka nirudi nikafanyeje? Lakini kwa sababu Mungu alimpatia kibali Musa, mpaka siku hii ya leo tunaweza kumsoma Musa ya kwamba alisimama, akakubali na akaenda kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo wakati mwingine kibali is shaping us kuifanya kazi ya Mungu. Tujue ni namna gani ambavyo tutaweza kitumia. Ili mradi tu umeweza kumwambia Mungu nipatie kibali. Ukiona ya kwamba vitu vingine vinafanyika katika maisha yako ambavyo unaona kwamba ningekuwa mwenyewe singestahili, hakikisha kwamba you nurture them. Unaweza kujikuza na kukitumia vizuri, maana hicho ndicho kitakuwa ufunguo wako katika kuyania yaliyo mema.